Mume akifa baada ya kushamaliza eda, usianze kilio, mume wangu amekufa, sasa uratha utakuwaje, majumba yale na niletewe yangu. Huna chako. Watoto wanacho chao, lakini wewe huna chako, kwa sababu eda ilikuwa imefanya nini? Imekwisha. Naam, ikiwa mume amekufa na wewe katika eda, wewe bado ni mke, utaingia katika wiratha. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illa yakul lahunna walad walahunna ar-rubu' mimma taraktum illa yakul lakum walad. Hiyo ni babu ya mirathi. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa taisir na tawfik, ni kitu cha pekee ambacho kwamba hatujakizungumzia katika darasa zetu. Tutakuja kuzungumza inshallah Mwenyezi Mungu akituwafikia, tuone namna gani mirathi inaenda, ni nani anaurithi, uratha unafaa kuwa namna gani, wala sio utapeli, wala sio bepari, wala sio ujambazi kama baadhi ya binadamu wanavyojifanya wanyama. Kuna baadhi ya binadamu ni wanyama, ungeona watembea kwa miguu miwili na nyuso za binadamu, lakini wengine ni wanyama sana. Wanakuja kuvamia mali za watoto wa wenzao. Baba amekufa, ammi anakuja anafuta mali yote, anachukua yeye, anabadilisha, watoto wa mwenyewe hawapati kitu. Hayo ni matatizo na ni haramu. Inma yakuluna fi butunihim nara innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulma. Wewe watoto wamefiliwa na baba yao, kwa kuwa yule baba ni ndugu yako, wewe umekuja umechukua yale mali yote, kwa kuwa aliokufa ni ndugu yako. Haya sawa, hata kama utachukua, lakini kuwa na ubinadamu. Wale watoto wenye yale mali ambao kama ya baba yao, wao pia waangalie, lakini wengine hufuta yote wakachukua. Kwa hiyo umekula mali ya mayatima. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, innal ladhina yakuluna amwala al-yatama dhulman inma yakuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Au wanakula moto katika matumbo yao. Wazee mnaochukua mali za watoto wa ndugu zenu, mnakula moto katika matumbo yenu. Waislamu tutahadharini na vitu kama hivyo. Shilingi yoyote ambayo kwamba itaingia katika tumbo lako inapokuwa si haki yako, umetia moto katika tumbo lako, tahadhari sana.